Kwa nini ni mwana FA na sio msanii mwingine? Kwa sababu nikimwongelea katika engo ya muziki, ni msanii ambaye amefanya vitu vingi vikubwa, lakini pia mimi ni shabiki yake, nimekuwa nikimfuatilia kwa muda mrefu, nimesikiliza nyimbo zake na nimemsoma pia, nimeangalia interviews zake nyingi, nimeona kuna kitu ambacho naweza nikakifanya kupitia yeye na kikaleta faida hapo mbeleni, lakini kikubwa ni kazi ambayo ameifanya katika muziki. Kama ambavyo kitabu kinaelezea ni juu ya uandishi. Manefea ni moja kati ya waandishi bora sana kuwahi kutokea, na naweza nikasema ndiye mwandishi namba moja anayejua kuitumia kalamu yake vizuri. Kwa hiyo sikuwa na budi ya kumwandika kwa sababu anafanya vitu vingi ambavyo mimi navipenda na naamini watu wengi wanapenda hivyo. Yani sidhani kama ninaweza nikawa na sababu nyingine kubwa au ya ziada ukiachana na hiyo. Naam, nimeona picha 3 katika kitabu chako. Ndiyo. Pia kuna picha ya watu wawili. Je, unaweza kuelezea kuhusu picha hizo katika kicho kitabu? Ya, ni kweli ukiangalia cover la hichi kitabu kuna picha za watu wawili, lakini kwa huku kuna picha ya ndege aina ya kunguru, lakini pia kuna kalamu hapa, na vyote vilivyokuwepo hapa kwenye hili cover vina maana yake. Huyu ni Shaban Robert, tunajua uwezo wake na kazi ambayo ameifanya kwenye sanaa, hasa uandishi wa vitabu na diwani mbalimbali. Huyu hapa ni mwana FA ambaye kitabu hiki kinamuhusu kwa asilimia zaidi ya 90, lakini huyu ni ndege aina ya kunguru ambaye kama mtu atabahatika kukisoma hiki kitabu ataelewa kwa nini kuna picha ya kunguru na hapa anaonekana yuko na kalamu. Kwa hiyo ukisoma kitabu kwa undani zaidi kitakupa majibu ya kwa nini watu hawa na ndege huyu wametokea katika cover ama jalada la kitabu hiki. Hivi ulishawahi kuandika vitabu vingine au ndo hiki kimoja? Mpaka sasa hivi nimeandika vitabu vingi kwa kuvihesabu, lakini kwa urasmi kwamba vilivyokamilika ni takriban 4. Nimeandika kitabu kimoja kinaitwa Busara na Maumivu Katikati ya Kauli Zangu, kitabu kingine kinaitwa Ninavyomfahamu Kawaida, kitabu kingine kinaitwa Nataka Kuwa Majizo, na kingine ni hiki kinaitwa Kalamu Kutoka Vibambani. Kwa hiyo ni track ya vitabu ambavyo nimeviandika na vimekamilika, lakini speaking of kuandika vitabu, nimeandika vingi na naendelea kuviandika mpaka sasa hivi. Na vitabu hivi unaviuza katika mtindo gani na unaviuza bei gani kila kimoja? Kwa kuuza bado hatujaanza kuviuza kwa sababu bado kuna protocol ama kuna procedures ambazo natakiwa nizifate mpaka kitabu kiingie sokoni, lakini kikubwa zaidi kinahitaji ridhaa rasmi kutoka kwa Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma mwana FA ambaye kitabu hiki kinamuhusu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kama atapata wasaa wa kuangalia hiki ninachokiongea hapa, anaweza akafanya jambo ili kitabu kiingie sokoni, na kuna taarifa ambazo ni rasmi zaidi kutoka kwake natamani kuzipata, na siwezi kuandika tu kila kitu kuhusu yeye. Kuna vitu lazima aniongezee. Najua ana vitu vingi vya kuongeza ambavyo natamani watu wavijue, itakuwa vizuri zaidi. Lakini pia bei ni mpaka kitakapoingia sokoni tutatangaza bei, na naamini bei itaendana na thamani na madini na kila kitu ambacho kipo katika kitabu hiki. Kuna sehemu umeomba kurithishwa kalamu, kwa nini ni wewe? Ni kweli nimeomba kurithishwa kwa sababu mimi naweza nikasema ni mtu wa kwanza au ni miongoni mwa watu wa mwanzo kushtukia mchongo kwamba kuna kalamu sehemu ilikuwa inatumiwa na mtu fulani, lakini hapa katikati ikawa haitumiki. Baadaye kuna mtu akaja akabahatika kuipata kalamu hiyo ambayo ni mwana FA na anaifanyia kazi. Sasa siwezi kumpigia pasi mtu mwingine aichukue wakati mimi mwenyewe ninaweza kuitumia na nimeushtukia mchongo mapema na naweza kufanyia kazi na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu zaidi ya kusema ni kitu ambacho natamani kitokee, kama ambavyo uwezo wake umehama kutoka kwa Shaban Robert ukaenda kwa mwana FA, basi hata ule uwezo wa mwana FA na mimi siku moja niwe nao kama ule, na naamini maisha yanavyozidi kwenda na mazoezi ninayoyafanya na kila kitu ninachokifanya kwenye kutumia kalamu,
naweza nikafanya kama anachokifanya na hata zaidi kama Mwenyezi Mungu atakuwa amejalia na yeye akiridhia kunirithisha kalamu, lakini kalamu hiyo na mimi nitairithisha kwa kizazi kitakachokuja, ili kalamu iendelee kudumu, kwa sababu ni kalamu ya dhahabu iliyotukuka na kalamu yenye mamlaka. Sina kingine cha kusema zaidi ya kusema nilichokisema. Naam. Kwa maamuzi yako na kwa ufahamu wako, unahisi utaimudu hiyo kalamu? Bila shaka nitaimudu, kwa sababu najua ninachokifanya, nasoma vitu vingi kutoka kwa watu wengi, kwa hiyo bila shaka naweza nikaimudu. Sitaki kuongea sana, mimi nafikiri watu wakinipa nafasi na mheshimiwa akiridhia kufanya hivyo, basi watu wataona kitu ambacho mimi niko nacho. Umesema we ni shabiki mkubwa wa Mwana FA. Hebu tupe verse moja ya Mwana FA. Verse moja ya Mwanafalsafa, wimbo wa zamani au mpya? Nyimbo ya zamani tu. Kuna wimbo mmoja hivi wameshirikiana na Sugu pamoja na Professor J unaitwa Nazeeka Sasa. Verse yake naipenda sana, inasema wote bado anafata, mimi kama mdundiko, hata ujifiche wapi, sauti takufata uliko, busara na maumivu katikati kauli zangu, mimi ni kaka mkubwa jama, msibishana wadogo zangu, niko juu sababu sogopi kuruka, sogopi kuanguka, sogopi vidonda wala kuna kuvunjika, siku hizi milioni ndo zinaniumiza bongo, mwanangu atarithi nini sipokuwa entrepreneur, sifati upepo unanifuata mimi, kusoma ujui hata picha uioni, kuna tofauti kubwa kati ya wasanii wakubwa na ma-underground wakubwa, mimi ni mbora kati ya wakubwa ndo maana naheshimu wakubwa, ukiwa sana ujui muda nyindo wapumbavu wakubwa, pumbavu aswa. Unaposema we ni mkali na kuamini we ni mkweli, na mimi unaona vizuri pia na mimi kuona kili hapo katikati kidogo mambo lakini mwisho anamalizia, mmekubali kwa nguruwe halafu mnadai mabawa, wa nchi kavu wendi angani hujakubali majaliwa. Napenda mkwanje zaidi anavyopenda bifu, naangalia biashara naona nazeeka sasa. Asante kwa time yako. Hongera sana na tunakutakia kila la heri. Amina sana, asanteni sana. Shukrani. Okay.